fla mjini heka heka tu, haina msikizie nani heka heka tu, heka heka, heka heka tu, heka heka, heka heka tu. Uyani ile fla mjini heka heka tu, haina msikizie nani heka heka tu, heka heka, heka heka tu, heka heka, heka heka tu. Maisha ni kama dinani na mpaki ni Mungu. Habari zenu mabibi na mabwana, karibuni sana katika kipindi chetu cha Heka Heka. Jamani, jina langu naitwa Kitutu TZ na kipindi hiki kinapatikana katika channel yetu ya Chap Media, lakini pia Instagram unatufollow Chap Media, Facebook Chap Media, YouTube Chap Media. Jamani, nasemaje? Leo tuna mada mbichi kabisa. Kuna watu ambao wanafanya vitu ili mradi, kuna watu wanaonewa, kuna watu wanafanya vitu kwa makusudi. Basi bila kusahau kwamba leo nimetembelewa na mgeni wangu anaitwa Matilda. Tuko naye hapa mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Naitwa Kitutu, twende sambamba. Mambo Matilda? Poa kabisa Kitutu, za kwako? Salama, umependeza. Asante, umependeza sana Kitutu. Asante. Sasa basi, leo tuko na mada yetu ya kwa nini masingle mother wamekuwa wengi. Okay, kwa sasa hivi imekuwa kama vile fashion, lakini ningependa kuzungumzia katika kundi la kwanza ambalo ni watu ambao walikuwa kwenye ndoa wakaamua kutoka kwenda kulea watoto wao wenyewe. Ndio hapo inazaliwa single mother, kwamba naenda kulea watoto wangu nje ya ndoa. Na sababu kubwa inayotokana na hawa watu kuwa wengi, moja, wanawake wengi tumekosa uvumilivu ndani ya ndoa. Matatizo kidogo, unajua hata vikombe huwa vinasuguana, vinagongana. Kwa hiyo ile uvumilivu kukosa tu, mtu anaona bora nikakae mwenyewe huko pembeni nilea watoto wangu, kwanza ninaweza kulea watoto wangu, naweza kufanya mwenyewe vitu vyangu, kwa hiyo ngoja nikakae kama single mother. Sasa hiyo ni sababu moja kubwa sana kwenye ndoa inatokea. Lakini vile vile inawezekana mwingine ni single mother, maybe hajapenda, ni kwa sababu ya either mateso ndani ya ndoa, au kuna vitu haviko sawa na hawezi kuendelea kukaa ndani ya ndoa, anaamua kutoka kwenda kukaa nje akalea watoto wake. Sasa hili wimbi la kwamba watu wengi wanatoka wanaenda nje, na wengine wanaona kama wanafanikiwa au masingle mother wako huko nje, na mwingine anataka kutoka, lakini maisha yanaweza kuwa tofauti. Mwingine akatoka nje, maisha yakawa mazuri, mwingine akatoka nje, maisha yakawa mabaya, akapoteza na future ya watoto wake. Kwa hiyo hii ni moja ya sababu kubwa sana inasababisha wa single mothers waweze kuongezeka kwa kasi mno. Ni watu kukosa uvumilivu ndani ya ndoa na kutoka nje kwenda kuanzisha maisha yao. Na vipi kwa wale ambao hawajaolewa, yani hawapo kabisa kwenye ndoa, ni mabinti tu ambao wapo wanaishi majumbani kwao? Sasa hao ni tamaa. Kwa sababu wewe leo ni binti, na kwa sababu tu ya tamaa zako za kimwili wakati mwingine, au kutosikiliza wazazi. Unajua wazazi wanajitahidi sana kulinda watoto. Kikawaida tunasema tunaanza kulea watoto kiusahihi kabisa pale ambapo mtoto ameanza kubalee. Pale ndo unaanza mzazi malezi. Na tunajitahidi sana kuwabana wakati mwingine. Sasa pale na yeye mtoto kwa ajili ya ukaidi tu anaamua kutoka nje na kutanoa baba yake. Anaenda, anapata ujauzito. Inawezekana akapata hata kwa kijana mwenzie. Lakini hana maisha huyo kijana. Anaenda anachukua mtoto, anakuja kulea nyumbani. Lakini wapo mabinti hawa ambao wanadanganywa na ahadi za wababa. Wababa wanaamka asubuhi wanakuambia, mimi mke wangu hajaweza kupata mtoto wa kike au mtoto wa kiume, kwa hiyo ukinizalia mtoto basi nitaweza kumlea. Lakini mambo huwa yanakuja kuwa ndivyo sivyo. Sasa baada ya kuzaa unaachiwa mzigo wako pale nyumbani. Kwa hiyo ndo wazazi sasa wanapata wajukuu, wanaanza kulea mtoto na mtoto wake. Lakini hawa mabinti huwa wanakielele sana. Unakuta labda mtu ambaye ni mwanaume wake anamwambia mimi siwezi kabisa sasa hivi kulea mtoto. Yaani majukumu ya mtoto siyawezi. Umeona? Kwa sababu unakuta mtu anayedate naye labda na yeye ni mtu wa nyumbani. Achana na wakina baba kama ulivyozungumza kwamba wanapewa ahadi. Manake sio kila single mother amezaa na mbaba. Exactly. Kuna wengine wamezaa na vijana tunawaita mayori yori. Yaani ni kijana ambaye yeye mwenyewe anategemea kulelewa. Na wewe unaenda kubeba mimba yake na amekwambia mimi siwezi kulea mtoto. Sijui unanielewa. Kwa mwisho wa siku unamjibu nikizaa nitalea mwenyewe. Eka zinaanza za simu. Ustawi wa jamii kuwachosha watu wa serikali ina mambo mengi. Mambo yanaanza kuwa mengi. Sasa Matilda, kabla hatujafika mbali, wewe umeshawahi kuwa single mother? Hapana.
Hujawahi kuwa na mtu yoyote wa karibu yako ambaye alishawahi kuwa single mother au ni single mother kwa muda huu? Nimewahi kuwa nao, watu wengi wamenizunguka ni single mother. Unaweza ukanipa changamoto hata ya mtu mmoja? Okay, labda kuelezea, mara nyingi inakuwa ni ile mivutano kati ya baba na mama wa yule mtoto. Upande wa matumizi. Yes. Kwa sababu pale ndo chuki ambapo inazaliwa. Kwamba leo mama yeye ni single mother na tunafahamu wakati mwingine sio yule mama anaweza kuchukua majukumu yote ya mtoto. Anataka yule baba asomeshe. Sasa na kiubaya kinakuja pale ambapo yule baba ana majukumu kwenye familia yake sehemu nyingine. Na inawezekana kabisa huyu baba kule aliko ana shida ya kipato. Kwa hiyo inampelekea huyu mtu ashindwe kukamilisha matumizi yake kiusahihi kwa yule mtoto wake, huyu mwanamke wa nje ambaye ni single mother. Hapo inasababisha ugomvi mkubwa sana. Kwa sababu hapo ndo inatokea chuki ya kupelekana ustawi wa jamii, inapelekana chuki wakati mwingine hata ya kuzuiwa mtoto kupata upendo wa baba. Ukute mwanamke mwingine ana uwezo, anaweza kulea mtoto wake. Sawa? Atagombana na baba kwa kufarakanisha kati ya mahusiano wa baba pamoja na mtoto. Baba wakati mwingine anatamani kupata access ya mtoto, apate kuongea naye, apate kucheza naye kwa sababu ni mtoto wake. Ile kwa sababu huyu mama anajiweza, anaweka ukuta. Hautamuona huyu mtoto ni wa kwangu, nalea mwenyewe, hulete hela matumizi. Si unajua hiyo Sasa kwa huyu mtoto maybe anahitaji mapenzi ya baba kwa wakati fulani, anashindwa kuyapata. Kwa mara nyingi naona changamoto kubwa ni ugomvi kati ya mama pamoja na yule baba ambaye mzaa yule mtoto. Kwa mtoto huwa inamuumiza kwenye changamoto ya kupata mapenzi ya pande zote mbili au malezi ya pande zote mbili. Wakati mwingine anajaziwa chuki kwa baba au chuki kwa mama. Na tayari hapo mtoto anakosa haki zake za msingi. Kabisa. Ndio unakuta watoto wanakuwa ovyo ovyo tu mtoto. Sasa basi unaweza ukaniambia kwamba ni kitu gani tunaweza tukafanya au tunaweza tukawashauri ili mradi kuepusha au msongamano wa masingle mother? Maana umekuwa ni masingle mother. Ukiingia huko mtandaoni unasikia wanaume wote ni mbwa. Yaani wewe mimi namwambia mwanangu babako ashakufa, aliangukaga na lori. Yaani unakuta na hasira zao ni kali sana. Sasa na hii inatokana na kitu kimoja. Huyu mama anapata hasira kwa sababu anaona majukumu yote anayo yeye mwenyewe. Light kama yule baba angekuwa anaweza kusimamia majukumu yake, isiko kuna hiyo hasira. Hicho ni kielele. Yes. Sasa sio kielele. Ngoja nikwambie kitutu. Nimezaa na wewe ni baba mtu. Huleti matumizi, hujui chumvi, hujui sukari, hujui nguo anazovaa mwanao. Hujui hata mavazi anavaa mavazi gani. Si umenielewa? Hapo lazima mimi niwe na hasira. Alafu wakati huo mimi nina uhitaji wa hivyo vitu. Yaani bora kuna yule mwanamke ambaye hana uhitaji kabisa wa kupata nguo, kupata sijui chakula, anajiweza. Ashumu ni mwanamke ambaye yuko nyumbani, anahitaji umhudumie huyu mtoto. Ana ada. Akiamka asubuhi akiombwa hela ya chumvi, anakumbuka baba yako yuko sehemu fulani huko anakula na wanawake wengine. Wewe unaniomba chumvi hapa. Sio umeelewa? Sasa ile hasira inakuja kwa sababu ya hela. Sawa. Hapo tu. Kamatia hapo. Unakumbuka mwanzo ulisema kwamba kuna wanawake wanatamani uhuru, wanapenda kwenda kuishi peke yao, ili mradi tu wawe huru na mambo yao. Sasa wewe unaondoka, unaenda kuishi ili uwe huru. Kwa nini unamsumbua yule baba? Kama una uwezo wa kulea yule mtoto. Nikusaidie kitu kimoja. Wanasema matumizi si mpango, mpango si matumizi. Wanasemaje hii sentence? Wherever. Yani unachokipanga sito kinachotokea. Inawezekana wakati unatoka kwenye ndoa au unasema nitalea mwenyewe, ngoja nizae ni wa kwangu. Si umeelewa? Pale una mipango yako, nitapata hela, nitalea mwanangu, nitafanya nini? Ila inakuja ile maisha reality inakuja kukuchapa. Sawa. Kwamba sasa unaenda kule, kumbe matumizi ya mtoto sio kula tu, kuna wakati ataumwa. Matumizi ya mtoto sio kuvaa tu, kuna wakati aenda shule na ada zetu tunazijua. Sasa yule PNG ambaye ulizungumza mwanzo, baba sasa unakuta ndo masponsor, anamuahidi binti kwamba ukinizalia mtoto wa kiume, sijui mke wangu hajazaa mtoto wa kiume, nitakupangia nyumba. Sasa ndo tunarudi hapo. Na yule baba wakati anaahidi hivyo vitu, mipango yake inakuwa ametegemea. Lakini wakati mwingine inawezekana huyu mtu anadanganywa, ila haelewi kwamba anadanganywa. Mimi ngoja nitoe tu mfano kitutu. Ni mbaba anatamani kupata kitutu. Sawa? Anajua kabisa kitu tunapenda maisha fulani mazuri. Ila nitapata access tu ya kuwa na wewe, akae na wewe, apate full access yako wewe. Yaani attention yako aipate yeye. Atakachokifanya atakupa yale matumaini au maneno matamu.
ili uweze kumkubalia. Anakwambia zaa, nitakulelea. Mtu ambaye yuko smart anajitambua atasema mnaijua hiyo. Jenga nyumba hapo nilee mtoto wangu. Si umeelewa? Mtu smart kichwani. Lakini mwingine analewa na yale matarajio. Ameambiwa nitakujengea nyumba, nitakununulia gari, nitakufanyia ABC, basi zaa, kale anazaa. Matilda, ila yale inakuwa ni uongo. Ni kwa sababu wakati ule anakupenda, wakati ule ana shida na wewe, ana shida wewe uwe mpenzi wake, uwe mtu wake, aweze kukutumia. Atakupa maneno matamu hujawahi kuyaona, ili mradi aweze kukupata. Yes. Lakini sasa hilo ni swala la akili. Hivi sasa hivi nani, mwanamke gani utamfuata ukamconvince nizalie, nitakujengea nyumba, nitakununulia gari? Wewe uliona wapi? Sasa hivi kuna mwamko wa wanawake wengi kujitambua kwamba anajua yeye ni nani. Kuna mwanamke utampa ahadi, ukinizalia nitakujengea, nitafanya, lakini hazai ngo. Anakwambia mimba haingii, haishiki. Kumbe kaeka vijiji ukajua mpango. Anajua kabisa huyu amejitambua yeye ni nani, anataka nini, anajua wapi sehemu gani anataka kwenda. Lakini kuna wengine hawajui, wakipewa maneno mazuri amekuchukua. Ndio ile baby nimempata kiniambia twende nini, ni sasa hivi tufe tukaonane ya hela. Watu wanaimba ni agieni. Nimeona kibwagizo kimoja somewhere. Sasa kama huyu mtu analewa na mapenzi, akapewa maneno matamu, akaambiwa ukizaa mtoto nitakujengea nyumba, na wewe ukalibeba lile jumba ukaenda nalo, umeisha. Unakuwa single mother, unakaa nyumbani unalia, una hela ya kula, utatumika na wengine ili mtoto wako wale. Unajua ai mambo yanakuja kutokea baadaye. Huwezi kujua hapa mwanzoni. Kwa hiyo yale maneno matamu kwa mtu ambaye kweli kabisa anajitambua hayawezi kumiumbisha hata siku moja. Sawa, wewe unaweza ukawa kwenye mahusiano na mtu ambaye haumpendi kabisa, lakini kwa sababu wewe tayari ni single mother na mtoto wako anahitaji matunzo na malezi bora, umepata mbaba anataka akusaidie, unaweza kuingia kwenye mahusiano ya ule baba kwa ajili ya mtoto wako. Exactly. Watu wengi sana wameweza kutoa maisha. Ngoja nikwambie, ni kwa sababu anakwambia nimefanya kwa sababu ya mtoto. Huyu baba atanipa ada, atanipa sijui mavazi ya mtoto ya shule. Nimefanya hili kwa sababu ya mtoto. Imagine huyu ni single mother, amekaa nyumbani, amewaza kuhusu ada haoni, yani ndio inaisha Pasaka, inakuja baada ya hapo anakumbuka mkono wa mwalimu mkuu, unataka ada. Yani hamna maelezo, anataka ada. Baba mtu haeleweki. Au inawezekana wakati huo ameshakula block. Baba mtu haongei na huyu, mama mtu haongei na huyu. Si umeelewa? Na ipata wapi ada? Katokea mbaba, mtu mzima, humpendi kutoka moyoni, lakini unamwambia mwanao atakaa nyumbani. Lakini wakati huo una mwanaume pembeni, ambaye unampenda, hakuhudumii kabisa. Masingomanga siku hizi wanajua. Jamani wanawake. Yaani wewe unakuwa na mwanaume mwingine pembeni. Masingomanga siku hizi wanajua kuwapanga wa baba. Mungu awarehemu. Ndio nasemaje? Ndio nazungumza hivi. Wanajua kuwapanga. Ngoja nikwambie, singomanga na mtoto wake. Lakini ana baby ambaye anampenda kutoka moyoni, ambaye maybe anaweza kawa kawaida tu ana hela, ila anampenda kutoka moyoni mwake, yupo kabisa, na akawa naye. Akawa na sponsor mwingine kwa ajili ya ada ya mtoto. Akawa na sponsor mwingine kwa ajili ya chakula. Akawa na sponsor mwingine kwa ajili maybe ya kodi ya nyumba. Yote haya kiangalia na mtoto anategemea ndani. Na mwingine sio mtoto mmoja, wawili au watatu. Atafanya nini? Sasa kilanga ulichokifanya mwanzo kinaweza kikakukuta tena, alafu ukaja ukajuta. Manake huku kwa huyu mbaba anayekupa wewe sasa hifadhi, anayekusaidia, mke wake amechachamaa. Na wanawake wa siku hizi wanaloga kama wamechanganyikiwa. Oya, uchawi huko. Mtu anamloga mume wake, tena huduma huku zinafunga. Inawezekana kabisa. Sijui unanielewa? Wakati huo sasa nao ushabeba mimba tena ya yule baba. Na huko kwa ajili ya kumlea mtoto wako. Huko kwa ajili ya mtoto wako apate malezi bora. Sawa sawa. Unabeba tena mimba ya yule baba. Na huko anaanza kurudisha mapenzi tena kwa mke wake. Unaanza kupata changamoto. Jamani, mimi nikija kujua kaka yangu ana mwanamke alafu ana bwana pembeni, alafu kaka yangu anahudumia, tutajua, tutaonana wabaya ndugu zangu. Matilda, my dear, hao watu wapo. Hao kulea watoto wengine? Wapo wengi sana. Mchunguze vizuri kaka yako. Masingo mother wana sifa moja siku hizi. Wanaume wanapenda. Masingo mother bwana wanajua kutekea wanaume. Like tayari umeshapigika na mapenzi sana. Kwa hiyo wakija kukaa sasa, waanze kuwa na mwanaume wako, either ni mume wa mtu or anything, anamlea kama yai. Wana hiyo sifa. Si umenielewa? Kwa hiyo ni rahisi sana huyu mwanamke ambaye ni single mother kumteka mwanaume.
wa mwingine, hata sio baba yule mtoto, mwanaume mwingine, ili apate malezi sasa ya mtoto wake. Sijui umenielewa? Hao watu wanakuaga kama vile wanatafuta sehemu ya kupunguzia stress au ya kupunguzia sira zao za mahusiano. Kwa once akimpata mtu ambaye kweli anatekea familia yake, atamhudumia hata kwa kumbeba. Sasa kuna tabia moja, unakuta mdada anaishi na mtoto wake. Sawa? Ni single mother. Leo anaenda na bwana huyu. Anamwambia anko anaona anaingia ndani. Watoto siku hizi wanayaona mengi. Sijui unaelewa. Anagombana na yule bwana, anapata bwana mwingine, anaitwa Anko Musa huyo. Mtoto na Anko Musa. Anaitwa Anko Shabani. Ile inawatengenezea watoto picha mbaya sana. Au wewe unaona imekaaje? Hapana, ile ni swala baya sana kwa sababu single mother wanaongoza kuwa na wanaume wengi. Exactly. Kwa sababu ya matumizi. Matumizi gani? Huo ni uhuni. Matilda, hivi wewe unaweza ukatafuta bwana wako mmoja akakusaidia tu matumizi yako ya kawaida, lakini wanawake haitoshi. Wewe hela inatoshaga? Ada ya mtoto, unajua siku hizi ada za shule milioni 1. Hapana. Sasa huyo Mwajuma Ushungi utamtembeza kwa Abdalla Kichwawazi mpaka lini? Usotafuta mwanaume mmoja ukatulia naye? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wanaume siku hizi wana akili kidogo. Sawa? Hata kama ukuta na mtoto, hawezi kutoa everything. Atatoa anapoweza, atajikuna anapofikia. Akiwa na uwezo wa 200,000 atakuwa 200,000 kwa mwezi. Sawa? Lakini mahitaji yako ni milioni 1. Ili upate hiyo 800,000 nyingine, utaenda kwa mwingine uweze kupata. Ina maana mtu na hiyo ndo inayoharibu sasa kufanya hawa watoto wa masingo mara wakala hela ya wanaume wengine sana. Alafu wakaona mengi, alafu ikamharibu kiakili. Na huyu mtoto kuna possibility asiamini kwenye ndoa maisha yake yote. Hataamini kwenye ndoa, ataamini nimemwona mama akikaa akipata baba huyu na baba huyu na baba huyu na baba huyu, kikamjenga kichwani hicho kitu na akaona kawaida. Mimi sitashangaa kumuona mwanamke ambaye amelea mtoto ambaye ni single mother, alafu yule mtoto baadaye aone kwamba ni kawaida mimi kuishi bila kuwa na ndoa. Akaamua tu kwamba mwenye nitazaa nyumbani, nitalea mama, mbona nilikaa. Kuna wanawake wanazaa wakiwa na uwezo wa kulea. Sasa ukizaa ukiwa na uwezo wa kulea ni sawa. Lakini wewe mwenzangu na mimi pia sio sawa. Unamnyima huyu mtoto upendo wa babake. Sasa unakuta mtu, nisikize nikwambie Matilda, hamna swala la upendo hapa. Yaani unakuta mtu umri unaenda. Sijui unanielewa. Anahitaji kuzaa mtoto. Ndio. Sasa huyo mtu anayezaa naye, kuna mtu anazaa tu yani anataka mtoto. Unajua kuna watu wa namna hiyo. Yani anazaa tu anataka mtoto. Yani hana shida na kitu kingine. Yeye anataka tu mtoto basi. Sawa. Sasa mimi sina shida na hao watu. Mimi na shida na wale wenzangu na mimi wanaosema wanaume mbwa, wanaume sijui nini. Yani mwanaume kosa lake anakuwa ni kukuzalisha. Ukiona mtu analalamika kwenye swala la kwamba nimezaa alafu mtoto halelewi, ujue kimemlamba kwamba huyu mtu hana uwezo wa kuhakikisha mahitaji ya mwanae yamekamilika 100%. Sasa kabisa. Huyu mtu alizaa akitegemea mwingine. Matarajio ni mabaya sana. Kutarajia kwamba nikishazaa nimemweza, ataniletea hela apende asipende. Juzi tu nimesikia kibwagizo kimoja, Bill Gates naye amekataa kutoa hela matumizi kwa mtoto. Somebody huko. Sawa kwamba mtu sio kwamba akiwa na hela anaweza kukuhudumia. Umempa sababu ya kumhudumia mtoto wako? Anaweza kana mtu na hela nyingi. Wako watu bwana, wazazi wao wana hela sana, matajiri, lakini hawahudumii baba zao. Sawa, lakini pia kuna tabia za wanawake wanapenda sana kuiga. Unakuta kuna katabia fulani kwa mama wajawazito. Mtu akishashika tu mimba ya mwanaume anaanza mimi nikimuona huyu mwanaume nasikia kichefuchefu, sitaki hata kumuona. Sasa unakuta ile mwanaume anakuwa mwingine akiwa anaelewa, anaona mke wangu yuko katika hali fulani. Ila kuna wengine inawakata. Yaani wewe ukianza tu eti mimi nikikuona nasikia kichefuchefu, kaja umenyenyuka umeingia ndani. Wanaume hayo mambo wengine hawapendi. Sasa hapo sasa naomba niwarudishie mpira wanaume. Ndio chanzo sasa mwanaume akiondoka anaondoka moja. Mimi imenikuta hiyo. Mimi imenikuta mwanaume alienda moja kwa moja, akamkuta mtoto wake kashakuwa akambeba. Hapo shida inakuwa ipo kwa mwanaume. Mwanaume inabidi aelewe mwanamke akiwa mjamzito anakuwa na mood. Wengine wanajiendekeza. Hiyo inafahamika. Kwa sisi wanawake hiyo tunaifahamu, huwa ipo. Ukimuona mwanaume alokupa ujauzito unasikia kichefuchefu, unajisikia vibaya. Au ukisikia tu harufu yake, unataka kusikia. Kuna wengine sasa wanaiga, wanaona kama sifa.
Sasa hiyo ya kuiga nadhani wameitafuta janga, wache libabebe. Matilda, sasa nataka uwaambie neno la mwisho ambalo unawashauri masingle mother. Unawashauri nini masingle mother? Yani wafanye nini ili waweze kujikwamua na hiyo hali, au watu wasiendelee kuwa masingle mother? Unawaambia nini? Okay, mimi ningependa kuambia masingle mother kwamba ilishatokea wewe kuwa na mtoto ambaye baba yake labda na familia nyingine. Kwanza waliheshimu hilo kwamba huyu mtu tayari na familia nyingine, alafu watengeneze maisha ambayo ni rahisi kwa hawa watoto kuweza kupata upendo wa wazazi wao pande zote mbili, kwa baba moja na mama. Hii itamfanya kumjenga huyu mtoto baadaye ahisi maybe itakuwa ni bahati mbaya. Na masingle mother wengi waache kuwapa sumu watoto. Mwisho wa siku huyu mtoto, ile ni familia yake, yule ni baba yake, lazima apate ule upendo au karibu na wale watu. Kwa hiyo waache kuweka sumu. Lakini kingine na cha mwisho kabisa, ninaamini sio kitu kizuri kukaa kama mpweke, kwamba kuwa single mother alafu kaamua kulea mtoto wako wewe mwenyewe. Lakini pia usingle mother sio sifa, kwamba sio cheo wewe ni single mother kwa hiyo ujione ni mabavu. Hapana, hii ni dhana mbaya sana. Lakini sasa ukiwa umeshaingia pale wewe ni single mother, hakikisha unaweza kumlea huyu mtoto wako bila kuharibu upendo kati yake na baba yake, kama mna mawasiliano mazuri. Lakini hata kama hamna mawasiliano mazuri, jitahidi huyu mtoto mwisho wa siku ni ukoo wa huyu mtu. Tuzuie tusije baadaye tukatengeneza kizazi ambacho mtoto wa mtu mmoja akaenda kuoa kwa dada yake kwa sababu tu hakuwa kuna mawasiliano mazuri, au wakazaa na wao. Sasa ili kupunguza hizi chaos nyingi, hakikisha tunamlea huyu mtoto akifahamu upande wa baba yake na kumfahamu vizuri baba yake na kuweza kuwa na ukaribu na huyu baba yake. Na mwisho kabisa, kwa wale ambao wanaona kabisa maisha yamekuwa ni magumu, wanashindwa kulea watoto wao, wajitahidi. Wao tayari sasa hivi ni baba lakini pia ni mama. Kwa waze namna bora ya wao kuweza kukuza uchumi wao iweze kuwasaidia hawa watoto. Tayari mtoto ni wa kwake. Hakikishe mtoto anapata malezi yote. Hakikisha anapata ada, hakikisha anapata chakula, kwa sababu tayari ni cha kwake. Kwa masingle mother, mimi niwaambie mna jukumu kubwa sana la kuhakikisha hawa watoto wanaishi maisha bora na wafikie ndoto zao ambazo wanatakiwa kufikia. Kwa wewe uweze kustep up. Ongeza kipato chako, fanya kazi kwa bidii, uweze kupata pesa, uweze kupata kipato kwa ajili ya mtoto wako. Kila kitu unachokifanya, waza hiki na kifanya ni kwa ajili ya mtoto wangu. Karibu sana Matilda, asante sana kwa kutembelea katika kipindi chetu cha Heka Heka. Lakini pia nataka niwaambie jamani, mmemsikia Matilda alivyoongea vizuri kabisa kuhusu masingle mother. Nataka niongee na nyewe wa baba ambao mko uko baa, mnakunywa bia counter, mnasahau, mnatoa paka tipu, mnasahau watoto wenu. Jamani, kitawaramba. Salam kwa wale wa baba wa watoto wa masingle mother. Nazungumza tena kwa wale wa baba wa watoto wa masingle mother, mwahudumie watoto wenu kabla hawajakuwa hawajapata kazi. Msikae mkaanza kuleta lawama baadaye kwa wazazi wenzenu. Jamani, wasichana sasa hivi wanawake wamejanjaluka. Unapoanza kumwacha mtoto alee mwenyewe, sijui kila kitu shule, kila kitu kinabadilika, maisha yanabadilika jamani. Karibuni sana wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha Heka Heka, bila kusahau kwamba nilikuwa na Matilda leo na tulikuwa tunazungumzia single mother, kwa nini wamekuwa wengi. Asanteni sana kwa kuwa na sisi toka mwanzo wa kipindi mpaka hapa, na msisahau kutufollow katika social media zetu. Jamani, YouTube channel yetu ni Chap Media, usisahau kutusubscribe, lakini Instagram pia Chap Media, Facebook Chap Media, TikTok Chap Media. Tunapatikana hapa, na kipindi kinachokuja jamani, mabano. Mambo ni hot, mambo ni ya moto. Chap Media tunashukuru sana na tunawapenda wote. Jina langu ni Kitutu TZ. Bye. Oya nile flamjini heka heka tu, haina msikize nani heka heka tu, heka heka, heka heka tu, heka heka, heka heka tu. Oya nile flamjini heka heka tu, haina msikize nani heka heka tu, heka heka, heka heka tu, heka heka, heka heka tu.